Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pili napenda kumshukuru kocha wangu kwa amemkuruma kwa maandalizi mazuri, na napenda kuishukuru HB Sadek kwa kuweza kunilea, na natoa shukrani zangu kubwa na natoa shukrani zangu za dhati kwa serikali yangu, kwa baraza la michezo BMT, kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunafanya makubwa lakini yanaonekana kwa madogo, na tunafanya mazuri pia unakuta mazuri hayaonekani. Watu wanaofanya vibovu ndio wanaonekana wanapewa tunzo, lakini wanasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi, na kweli Mwenyezi Mungu amejalia, na leo hii BMT kama ni chombo cha michezo kimeona kabisa nastahili kuchukua hii tunzo, kwa sababu nimewakimbiza zaidi ya miaka 3 nasimama katika mchezaji bora wa Afrika. Umeona bwana, na Tanzania wani. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu leo ameonesha juhudi zangu na nimeweza kuchukua tunzo hii kama unavyoiona hii. Nini ambacho nawaambia sasa vijana ambao wanachukia, mgonjwa wanachukia, ukikuangalia wewe kama kaka yao bondia namba 1 kwa upande wa nchi Tanzania, lakini pia ukiwakilisha nchi kimataifa leo? Kwanza jambo la kwanza napenda kuambia mabondia chipukizi ambao wanakuja kwa kasi sasa hivi, jambo la kwanza wawe na nidhamu. Kwanza Mungu alafu nidhamu, na waoneshe juhudi zao katika kufanya mazoezi ili wafikie malengo yao ambao wanataka kufikia, kwa sababu leo hii wanaona mimi nikiwa ulingoni nini ninachokifanya. Naitangaza taifa langu kwa nguvu, na naamini kabisa siwezi kuangusha taifa langu. Kwa hiyo hata wao wanapotaka kukaa kwa wanajifunza, waangalie na sisi wakongwe au sisi nguvu kazi ambao sasa hivi kaka zao wanaona kabisa tunachukua tunzo, wajue nini kinachofanyika. Jambo la kwanza ni nidhamu. Ukiwa na nidhamu kila kitu kitaenda sawa. Kwa sasa Fadhili Majia tumtegemee kwa namna ipi mara baada ya kucheza hii? Kwanza nashukuru kusikia hivyo, kwa sababu Azamu sasa hivi migogoro yao imeisha, na Azamu wameshinda kesi na wanarudi tena wamerudi kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo naambia wapenzi wa ngumi na wadau wa ngumi, Fadhili Majia alimiliki WBC Afrika, alimiliki WBO, alimiliki WBA Pan Africa, alimiliki UBO. Sasa hivi naenda kuifuatilia WBC Silver. Kwa hiyo wajipange sana wadau wa ngumi na wapenzi wa ngumi. Kwa haya mazuri ambayo tumepata leo, tunzo yametupa sana nguvu za kuzidi kufanya juhudi kubwa sana ili tuweze kumiliki mikanda mikubwa. Bado sana kucheza na bondia Tanzania, au pengine nani ambaye unafikiria zaidi? Kwa Tanzania bado sijaona bondia kucheza naye, kwa sababu wote hawezi kusumbua. Naongea Fadhili Majia, mfupa sokwe, kiepe nyani. Nataka mabondia kutoka mataifa makubwa ili niwaoneshe kama Tanzania kuna mabondia wazuri na wanaweza kupeperusha bendera yao nchini na nje ya nchi. Watu wanawataja mabondia taja kama Soni Rashid, wengine wakimtaja Hassan Mkinyo. Kwa upande wako ni vipi? Siwezi kuongea sana kwa sababu nawakimbiza huu karibia miaka 3 mimi nakaa namba 1 pale. Kwa hiyo siwezi kucheza na mabondia ambao sio azi yangu. Natakiwa nicheze na mabondia azi yangu ili nionyeshe uwezo wangu niliokuwa nao. Unapocheza na mabondia wabovu bado unaonekana nawe mwenyewe mbovu, hujui ngumi. Ile unapocheza na bondia mzuri, wewe mwenyewe unaonekana mzuri kutokana na akili yako, ndio unafanya kazi zaidi. Sina mengi, ni hayo tu. Kuna uwezekano kucheza na bondia Hassan Mkinyo, au pengine kwa mtu promoter anataka kuandaa pambano hilo, ni vigezo gani pengine atazingatia? Hassan Mkinyo siwezi kucheza naye kwa sababu hata uzito wenyewe uko tofauti sana. Mkinyo ni super middle, mimi nacheza bantam mpaka super bantam. Umeelewa? Yaani mimi sasa hivi naangalia mbele tu kutokana na level yangu. Kwanza niwapiga watu wa nje, afu baadaye ndakuja kuzeekea hapa, ndakuja kumalizia hapa. Chochote cha kuambia wapenzi wa ngumi, wapenzi wa Fadhili Majia kwa mwaka 2025 2026 ni upi? Kuna mengi makubwa anakuja, wakae mkao wa kula. Fadhili Majia kashaingia shambani kama kawaida yake, anafanya mazoezi ya kutosha kwa sababu kuna mazuri anakuja. Siwezi kuongea sana, wakae wajipange. Fadhili Majia anakuja ujio mwingine sana. Yani tunataka tuwakimbize miaka yote tunachukua tunzo zao.